Biblia ikasema, ilikuwa kwenye ibada ya sinagogi kama ya leo, watu kwa nia moja wakamvamia, wakambeba mzobe, wanaondoka naye wale, wakamtupe kwenye, kulikuwa na mlima, ukitupa kwenye ukingo unakwisha, na kwenye ukingo kule walishawahi kutupa wengi, hawakutoka. Waliwahi kutupa. Mwambie mwenzako, sisi sio kama wale wakubeba bebwa tuna kwenda kutupa kwenye ukingo wa mto. Sisi sio kama wale. Walipofika kwenye ukingo, wasema tumtupe, 1 2 3 tumtupe. Wamtupe. Hapo Biblia inasema yeye akatutumua uungu wake sasa. Akasema, si mnasema mimi ni kijana wa nyumba ya 4? Si mnasema mimi ni kijana form 2, form 3, form 4? Mnasema mimi ni kijana wa Kinyakyusa, ni kijana wa Kindendeule. Akatutumua maguvu zake sasa, akajitutumua sasa, akajidhihirisha kwa mimi mwenyewe. Alafu akapita katikati yao, tip anaondoka, wamezubatu, amewafurizi, yani wamezubatu. Na amuru kuanzia leo upite katikati yao kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pita katikati yao. Kwenye maisha ujue kila maisha na matukio. Kuna siku ya kushushwa ndani ya kikapu kama Paulo. Akashushwa ndani ya kikapu kutoka ghorofa ya 4. Aliposhushwa ndani ya kikapu kule Damasco, Paulo akakimbia. Zote hizo ni mambo ya rohoni. Sio siku zote utapita katikati yao. Kuna wengine wanashushwa kwenye kikapu. Kuna siku zingine za kujifanya zezeta kama Daudi. Daudi amefika kwa mfalme Kishi. Kwa mfalme Kishi anamkimbia Sauli. Walipomwona wakasema, huyu sio Daudi aliyemuaga Goliath. Mbona mleteni tumuone? Akapeleka kwa mfalme Kishi. Alipofika kule akajifanya chizi. Mate akaanza kudomoni. Daudi anajua kimeumana hapa. Hapa siwezi kujitanua hapa. Anajifanya zezeta. Usifikiri kuna siku siweza kujifanya. Unajifanya kabisa kwamba kimeumana. Biblia inasema show very weak when you are strong, and show very strong when you are weak. You confuse your enemy. Let the weak say I am strong. Wale walio dhaifu na waseme nina nguvu kwa sababu ya yale Bwana aliyotenda msalabani. Jua hekima ya Bwana. Akajifanya kabisa. Mfalme Kishi anamwambia, mfalme, huyu ndio Daudi. Amemkimbia bwana wake Sauli miaka 5 iliyopita, ndiye aliyemuoga Goliath, shujaa wetu. Amekimbia, tumempata. Mfalme Kisha asema, mleteni bwana mimi nimuone. Yupi? Daudi kabisa, yule mwana wa Yese. Akaletewa Daudi, akasema hapa sasa mlango wa kutokea. Hakuna jaribu linalowapata bila Mungu kutengeneza mlango wa kutokea. Mungu ana size yake kila mahali, wala usiwe na woga, usiwe na wasiwasi. Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye. Tunamuita Bwana wa mabwana, Simba wa kabila la Yuda. Vita vyote vina yeye. Jeshi lichapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Neno moja nimeitaka kwa Bwana, ndilo nitakaolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wake hekaluni mwake, ili mradi yeye atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya. Jeshi lichapojipanga kupigana nami, sitaogopa. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimogope nani? Watenda mabaya waliponikaribia, watesi wangu wanile nyama zangu, walijikwaa wakaanguka. Jeshi lipojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu, maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndiye jina lake. Amen. Piga kelele. Mwambie mwenzako, staili za Daudi akiwa kwa Kishi.